majina yangu naitwa Mwalimu Yohana Kambarage Mashini. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli ya YouTube, mahali hapa ni Labi Online School. Kabla tujaendelea, nikusihi uweze kulike, subscribe, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tunapokuwa tunaendelea na mafunzo mbalimbali. Na mahali hapo utapata vitu mbalimbali ikiwemo kujifunza masuala ya uongozi, masuala ya ujasiriamali, lakini pia utajifunza masuala ya mbinu za ufundishaji kama mwalimu. Kama ni mwalimu utajifunza masuala pia ya habari ya saikolojia, habari ya maisha. Lakini pia utajifunza habari ya Kiingereza. Unajua Kiingereza ni swala nyeti ambalo sasa hivi ni lugha ya kimataifa, inahitaji watu kujifunza ili uweze kuendana na wakati mabadiliko ya sasa ya teknolojia. Hivyo basi leo nikukaribishe tukajifunze somo letu ambalo linasema usikate tamaa. Maneno haya yamekuwa yakisemwa na wanazuoni, wanafalsafa na wanaharakati wengi ambao tumekuwa tukiwatazama na kufuatilia. Miongoni mwa watu ambao nimewachagua na nimeshuhudi sana ni mtu anaitwa Myles Munroe. Myles Munroe alikuwa ni mwana saikolojia lakini pia mwana falsafa aliyeamini katika swala la kutokata tamaa, na katika kuamini kwake alishawahi kusema kwamba janga kubwa katika maisha sio kifo, bali janga kubwa ni mtu kuishi pasipo kusudi. Anasema kwamba the greatest tragedy is not death. Kubwa ni mtu kuishi pasipo kusudi. Anasema kwamba the greatest tragedy is not death, but is someone to live without purpose. Hivyo aliamini sana katika kwamba ili mtu uweze kuishi katika maisha yote ya kawaida ya kila siku, lazima usiweze kukata tamaa, ili uweze kuishi kwa kufuata kile ambacho ni msimamo wako na kile ambacho kitakuwezesha wewe kufika mbali. Lakini wakati mwingine alikuwa ni anaitwa Nelson Mandela kutoka South Africa. Kwa miaka yote 27 alikuwa gerezani. Alikuwa mvumilivu sana. Huyu mtu mwanasiasa na mapinduzi. Hivyo aliamini kwamba mtu yeyote ambaye anahitaji kuleta kitu chochote ambacho ni mabadiliko lazima asiamini kwamba imeisha. Kwa hiyo do not believe that it is done until it is end. Kwa maana kwamba usiamini kwamba imeisha kabla hajafanyaje, jambo halijaisha. Maana kwamba alikuwa ni mwanakati wa kutetea haki za wana South Africa ili kuondoa ubaguzi ule wa rangi. Hivyo ni kusihi sana endelea kufuatilia channel hii na utajifunza mambo mengi sana ambayo yatakusaidia wewe kufika sehemu salama. Kama una comment au una lolote, una ushauri wote, basi usisahau subscribe, comment ili tuweze